Kwa majina naitwa Judith Emmanuel kutoka shirika la Restore Hope for Youth. Kwa leo tunajifunza namna ya kutengeneza sabuni ya maji. Mahitaji ambayo yanahitajika ni kuna aina 9 ya kemikali ambazo zinatakiwa zichanganywe ili itokee sabuni ya maji. Aina ya kwanza kuna aina inaitwa sulfuric acid ambayo kazi yake ni kutakatisha. Unaweza ukaiona yenyewe inakuwa na rangi nyeusi. Kazi yake ni kutakatisha nguo. Unavyoona kwamba nguo imefuliwa alafu imeng'aa, maana yake kinachofanya kazi ni hiyo chemical ambayo ukiangalia kwenye chupa ni nyeusi. Nataka kuiona ni kama iliyoko hapa. Kazi yake ni kutakatisha. Hii ndio chemical ambayo ni hatari sana. Hata kikumwagikia kidogo inaunguza kama moto na inaunguza hata nguo. Kwa hiyo kikumwagikia kwenye nguo inaenda moja kwa moja kwenye ngozi ya mwili. Na yenyewe unaweza kuiona kwamba ikoje. Angalia jinsi ambavyo inamiminika. Iko kama oil, lakini sio oil. Hii ndio chemical yenyewe ambayo inatengeneza sabuni ambayo inafanya nguo ikifuliwa inatakata, unaona nguo yako imeng'aa vizuri. Hii ndio ambayo inatakatisha shika. Lakini aina ya pili ambayo tunahitaji kitu kinachoitwa Silesi, ambayo kazi yake Silesi yenyewe kazi yake ni pofu. Unaposugua nguo hivi, unaona kwamba nguo yako kama sabuni unayotumia ina pofu nyingi. Kwa hiyo kinachosababisha iwe na pofu nyingi ni kitu kinaitwa Silesi. Kwa kazi yake ni kuongeza pofu. Unatumia sabuni yako, wakina mama wengi wanasifia sana ina pofu nyingi sana hii sabuni, lakini kitu kinachotumika ili iwe na pofu nyingi ni kitu kinachoitwa Silesi. Nataka uione pia ni namna gani. Silesi yenyewe ndio hii hapa. Na muonekano wake ni kama jinsi unavyoiona, iko kama uji. Nafikiri nikimimina mtaiona jinsi ilivyo. Iko kama uji. Ili upate lita 30 lazima utumie Silesi lita 1 ambayo ndio kilo 1, lakini pia lazima utumie nusu kilo ya sulfuric acid, lazima uitumie nusu lita, lakini pia soda ash ambayo ndio namba 3 ambayo ndio hii hapa unaiona hapa, ndio soda ash hii. Sasa size hii unaitumia kwenye lita 30. Tumia kwenye lita 30 hii hapa. Na kazi yake kubwa soda ash inapunguza ukali wa ile namba, umeelewa? Inapunguza ukali wa ile ambayo tumeweka, ambayo nimekwambia kwamba ndio asidi kali sana ile, hii nyeusi. Ndio kazi yake. Kwa hiyo ni aina ya 3, lakini pia aina ya 4 glycerin ambaye kazi yake pia ambayo ndio hii hapa, ambaye kazi yake inazuia mikono isikatike au isichanike kwa sababu hii ni chemical. Kwa hiyo inasaidia kung'arisha ngozi na kusaidia isichanike mikono wakati unafua. Hiyo ni aina ngapi? Lakini kuna chumvi. Chumvi inafanya sabuni iwe nzito. Chumvi inafanya sabuni kuwa nzito. Hiyo chumvi ni zile chumvi za mara ya kwanza ambayo wazee wetu walikuwa wanatumia. Kuna hizi chumvi nyeupe, zile hazifai, ina madini mengi. Ndio, lakini hizi ndio chumvi ambazo zinatumika kutengeneza vitu kama hivi. Kama sio hii unatumia ile chumvi ya mawe. Ukiweka kwenye maji na yeyuka. Kwa hiyo haina tatizo. Pia na hii nyanyua tumia kilo 1 ya chumvi kwenye ile maji ya lita 30. Lakini kuna CDE. Yeah. Kuna hii hapa. Yenyewe kazi yake ni pofu na kufanya sabuni iteleze. Weke nguvu zaidi ya sabuni pote kuteleza, yani inakuwa na pofu nyingi zaidi, lakini pia inasaidia kuteleza kwa sabuni. CD ambayo ndio hii hapa, na ndio size ya lita 30. Kuna CMC inafanya sabuni iwe nzito. Maana yake inafanya kazi kwa kushirikiana na CD hii kufanya sabuni kuwa nzito. Kwa hiyo moja hapo kikipungua, sabuni inakuwa ni maji. Na ikishakuwa ni maji inakosa wateja na pia inapunguza ubora.
Lakini pia kuna perfume ambayo inasababisha kuwa na harufu nzuri, ambayo ndio hii hapa. Hii ni aina ya orange. Kuna aina nyingi za perfume, lakini mimi hapa leo tutajifunza swala la perfume ya orange ambayo ndio watu wengi wanaipendelea zaidi. Kwa hiyo hivi vyote hapa ambavyo nilivyoonyesha hapa ni vitu ambavyo vinatengeneza lita 30. Utajuaje kwamba hizi lita 30? Umeshaenda dukani umenunua makemiko zako kwa kiwango hiki jinsi nilivyoonyesha hapa, kwamba nataka lita 30. Kwa hiyo unajua kwamba utakuchukua chumvi ya kiasi gani, unachukua cha kiasi gani. Ukija hapa unapima maji kwa lita. Unaweza kutumia ndoo ndogo kwa kupima maji. Ikijaa maji lakini sikai mpaka juu, sijai mpaka juu, maana yake lita 10 haifiki mpaka juu kwenye ndoo, haifiki mpaka juu. Kwa hiyo unafikisha size, kama unaweza kaona, inaweza kafika size ya huu mraba hapa. Hizi itakuwa ni lita 10. Kwa hiyo ukifikisha maji hivyo unaweka mara 3, ndoo 3, inakuwa lita 30. Kwa hiyo ukikoroga natoka sabuni original ambayo inampendeza mteja, nzito, yenye harufu nzuri, yenye kuvutia na yenye kutakatisha. Lakini sasa tunakwenda kuchanganya. Huko tumeshaweka aina mbili ya chemical. Kuna chemical, kuna chumvi. Hii chumvi ukishaweka hizo aina, kuna chemical ambazo uchanganye kabisa, lakini chumvi tunachanganya sehemu moja zote kwanza kabla tujakoroga. Weka sehemu moja yote kabla tujakoroga. Chumvi. Hiyo ni CMC. Hazina madhara hizo. Lakini ukiweka kwa kuipepeta hivi ikienda puani inakuwa na makali. Utapiga chafya sana. Lakini pia kuna kitu ambacho nikisahau, rangi. Unaweza kuchokisha changanya makemiko yote haya. Utaamua wewe mwenyewe kwamba uweke rangi gani. Lakini hapa tutatumia rangi ya blue. Ukifanya juu hivyo, unga unapanda juu, utakupa shida. Hapa umeshaona kwamba tumechanganya chemical aina ngapi? 3, aina 4 ya chemical. Sasa hizi tunaanza kwanza kuzikoroga zenyewe bila kuweka hizi zingine. Hizi zingine zinafuata baada ya hizi kuchanganyikana vizuri. Kwa hiyo hapa tunachukua hatua ya kwanza. Tunaweka maji lita 10 kwanza ili mashine iweze kufanya kazi. Lita 10, nisema inafika wapi? Size hiyo. Tunasema hizo hapo ndio lita 10. Kwa hiyo tunamimina. Sasa hapo ukishamimina hivyo, kama huna mashine, unakuwa na mwiko mkubwa ambao unaendelea kukoroga. Unakoroga kwa kuelekea upande mmoja, sio upande mbili. Unakoroga hivi rudisha, unaelekea upande mmoja wakati unakoroga, ili hata isikurukia hata punje, hata tone moja. Kwa sasa hivi sisi tuna mashine. Kwa hiyo tunachokifanya, tunakoroga sasa hii kidogo kidogo kushikana. Tunakoroga. Unaweza kuona kwamba tayari ina pofu wakati bado haijachanganywa kemikali zote. Unaweza kusema kwamba inakuaje kuwa na pofu hivi? Tulisema kwamba CDS ndio inatengeneza pofu. Lakini vitu ambavyo bado hatujaweka, pia kuna aina mbili ya vitu ambavyo hatujaweka ambavyo pia vinaongeza pofu kwa wingi zaidi. Lakini tunachotakatisha na aina moja tu ile namba moja. Kisha tengele. Yeah. Ili uongeze maji ya pili, kwamba lazima uongeze kidogo kidogo maji kwa sababu unatumia mashine. Ni kwa nini tunaweka maji kidogo kidogo kama unatumia mwiko ili zile chemicals zisichanganye vizuri. Lakini kwa sababu tunatumia mashine, kama tumekuwa na maji kwa karibu yote, tunaweza kuweka maji yote, mashine inachanganya. Lakini hapa tumesha kama lita 10, sasa hivi tunaongeza lita nyingine 10. Unaweza kuona kwa mashine anaendelea kuchanganya. Hapa tayari tumeshaweka lita 30 na maji. Ndio size inayotakiwa kulingana na chemical tuliyonunua. Tukishachanganya hivi, tukishachanganya hii hapa, kuna hii inaitwa soda ash. Hii huwezi ukaichanganya kule kwa sababu ukichanganya kule wakati bado hii haijajichanganya, hii ina tabia kutengeneza mabonge kama uji ambao hujakoroga vizuri. Hii ndio tabia yake. Kwa hiyo inatakiwa uikorogie pembeni kwenye chombo kingine tofauti na maji kidogo
Ukikoroga kwa muda kidogo inakuwa nzito kama uji, kama soda, kama silesi. Yaani kikoroga kwa muda kidogo, kwa muda inafanana na silesi. Silesi uliona jinsi muundo wake jinsi ulivyokuwa. Kwa hiyo hii na yenyewe ukikoroga pembeni kwenye jagi, muundo wake inakuwa kama silesi. Unaweza kuona kwamba huko bado haijawa nzito kama uji, lakini sura imekuwa kama ya uji, si ndio? Sasa inasubiri, ukishaweka hii soda ash inafanya kuwa nzito zaidi, ambapo hata kama ukiangalia utaona. Sasa hapa tunaichanganya na maji ili tuikoroge pembeni tuweze kuweka kule. Nilisema hii inakuwa na tabia, usipokoroga vizuri inakuwa na mabonge kama uji sio ambaye haijakoroga vizuri. Kwa hiyo tunatumia nakoroga kwa haraka. Hii unga yake pia ina madhara, inaweza kuletea mafua. Kwa wakati unaweka unakaa mbali, na vyote hivi unatakiwa uweke mbali na watoto wakati unatengeneza. Na pia unatakiwa uvae vizuia mikono, vizuia pua, midomo ili unga isipenye popote. Lakini kadri tunavyozidi kukoroga inakuwa nzito kama uji. Na natakiwa ukoroge mpaka iwe nzito ndio uchanganye kule kwenye sabuni. Sasa ukaona sasa kwamba tayari imeshakuwa nini? Imeshakuwa nzito kama uji. Lakini mara kwanza ilikuwa ni maji. Hii ndio kanuni yake, lazima ukorogie pembeni, uchanganye kule kwenye yale makemiko ambayo umeshachanganya. Na sasa ni nzito. Kwa hiyo tunaweka sasa. Unaweza kuona kwamba tayari sasa nijichanganya, unaweza kaona imekuwa nzito sasa hivi. Yaani uzito wake umeongezeka. Uzito umeongezeka. Hapa ni nyeupe, inaonekana nyeupe kwa sababu bado hatujaweka nini? Rangi. Na rangi tutakayotumia sisi hapa tunatumia rangi ya blue. Nafikiri inaonekana uzito wake unafaa. Kwa hiyo hapa tuongeze tena chochote, ila tunaendelea kuweka chemicals zingine ambazo zinahitajika kuwekwa. Hii tukiweka hii, kazi yake inasaidia hii chemical isiumize mikono. Mikono isikakamae na isichanike. Kwa sababu kumbuka kama tulisema kwamba hizi ni chemical. Na mbaya zaidi ile nyeusi ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima tuweke hii kupunguza makali na kusaidia mikono. Sasa tunaweka pamoja na tulisema hii ni nini? Sensi. Sasa inaweza uzito na povu. Yeah. Kwa sababu tunaenda kuweka ili kulinda mikono ya mtumiaji, lakini pia na kuongeza povu. Rangi ya blue. Hili zote kuwa nyeupe, kuwa ya blue. Rangi na zenyewe pia kama zinakali kubwa, tunaweka sabuni kwa na mvuto kwa wateja. Kama rangi kuna kama rangi ya blue, nyingine za njano, nyingine za namna gani? Kwa hiyo sisi tumechagua ya blue, maana tunaweka na kuongeza rangi ya blue. Lakini hapa hapa imechanganywa hapa. Unaweza ukaitenga hata ukiweka rangi, kabla hujaweka perfume, ikawa ya kuoshea vyombo. Kwa hiyo tukishaweka rangi na perfume inakuwa ni ya kufulia nguo, kunawia mikono. Na vyote vinapatikana hapo ofisini kwetu. Kwa hapa tunachanganya sasa rangi kwenye maji pembeni. Tayari imeshakuwa blue, kwa hiyo tunaweka huko sasa. Baada ya mchanganyo yote, mafunzo ya mwisho mara zote. Ya mwisho kabisa kama chemicals yote, mafunzo ya mwisho baada ya kuweka vitu vyote mpaka na rangi, alafu nakuja perfume sasa kwa perfume yetu na orange. Tunachanganya sasa kwenye sabuni. Hivi ni vitu vya ajabu lakini kwa kweli tunaweza kununua kwa duka. Kwa
Kwa hiyo baada ya kuchanganya hapa, tunaweza kuchanganya hizi jengeo kwa sababu tumeelekeza jengo sumu kwa watoto. Kwa hiyo nataka iweke sehemu moja kwa pamoja ukavichome. Ili hata mtoto asishike kwa mkono wala asisogele na mtu hata asiguse, wao unatakiwa ukavichome. Sabuni yetu iko tayari kwa matumizi. Ila inatakiwa ikae lisaa moja ili pofu limalizike liishi. Pofu likimalizika, uzito unazidi kuongezeka kwa ile sabuni. Kwa hiyo unaiacha kwanza kwa lisaa moja tu, inapoa. Pofu linamalizika na baki sabuni peke yake. Hapo ndio unaanza kupima na kuuzia watu. Hapa ndio mwisho wa somo letu la siku ya leo, ambapo tunajifunza namna kuweza kutengeneza sabuni ya maji. Gharama ambazo tumeweza kutumia hapa ni material ya shilingi 25,000, ambapo ni mtaji kwa mtu yoyote anaweza kupata. Ungana nasi katika video ijayo, ambapo tutakwenda kujifunza namna kuweza kutengeneza mikate pamoja na scones. Na video hizi utazipata bure kabisa. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kujifunza zaidi. Asante.